Crestline TV. Crestline TV. Bwana, mambo vipi? Naitwa Mwanamboka_255 na hili Crestline Media. Ikiwa ni time yako kwanza tembelea YouTube channel yetu, basi make sure umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari leo kuwa zinasakwa na kukusanywa popote zilipo ili tu kukuletea mwako kiganjani. Tunasema Crestline humu ndani ni makila kitu. Na time hii nipo na wabadi ambao nimekutana nao somewhere wakiandaa kideo au wakiandaa movie ambayo itakuja kutisha hapo baadaye kinoma noma. Nipo nao wakali. Inakuaje Bigi? Mimi niko sana, nshukuru Mungu nzima kabisa. Humu ndani tunaondoka kama mchawi, tunaondoka kama malaika, tunaondoka kama nani? Humu ndani tunaondoka kama Rima. Chwanda, yani mtu ambaye amefariki alafu ameonekana mule. Ndi. Hapo namna gani? Hapa namna yote. Uko poa? Niko shwari. Uko fresh? Matunda. Bwana ile hapa bwana. Niko sikia hivi kupiga hivi. Sawa. Nakupata kama Chiba Samaki. Natamani kujua kwa siku ya leo wewe kwenye hichi kideo unaondoka kama nani? Mimi ntende. Irema. Mimi ndio Irema. Mimi ubulu mpangira ini. Wewe John Lozu umefuga Lima. Wewe ndio Irema yangu Mimi ndio Lema. Obi Ilemi ni inlo. Obi inlo. Ile sasa inalonga Irema vile. Mbona wewe ndio mchawi? Mimi John Lozu. Obi Ilema. Basi mimi ndio maana nilimuua. Yeye ndio aliniua akanifuga. Yeye akawa sasa mchawi wangu. Sasa mimi maana nilimuua mimi. Yaani humu ndani umeondoka kama mchawi. Yeye ameenda kama mfarikwa. Mfarikiwa. Mimi ni mfiwa yani. Yeye ndio amekufa tena akafurukwa. Maana tule yanena hivi. Iseke mwelwa. Sasa wale beni. Wale beni. Wewe si ndio umekufa wewe? Ini wawa. Yeye ndio mfiu. Okay. Poa. By the way, combination yenu imekuwa ni moja ya combination ambazo zinafanya vizuri sana na asilimia kubwa huko mtaani watu wana appreciate kile mnachokifanya. Hongereni sana hizi. Asante bro. Hongereni sana. Mungu kabisa. Sawa. Tutegemee hichi kideo ambacho kinaandaliwa siku ya leo hamna huko ndani ili kipiko vizuri kinaweza kukaa muda gani na tutegemee kukipata kwa muda gani? Hichi achitaka hiki akitakanda ndefu sana so tangala nitolabili ikuchula. Hizi lugha za kigeni bwana. Hiki akitaka muda mrefu sana. Okay. Natarajia matarehe 25 hapa. 25. Yeah. Leo si 18 leo. 18 leo. Natumaini matarehe 22 kitu kinaweza kuwa out. 22. Uko mtaani pamekuwa na mijadala, baadhi ya watu wakidai kwamba kuna wasanii ambao wanafanya muziki wa kawaida wanawekeza sana kwenye video zao zaidi ya waigizaji wa movie. Hii kauli wewe unaiongeleaje? Wanawekeza kuzidi waigizaji wa movie wale wa serious. Okay. Maana ukiangalia mwaka huu sijaona wanamuziki ambao na bado mpaka sasa hivi tumeshikilia. Okay. Licha matatizo tu lakini Mungu ndio vile tu. Okay. Kila kitu kitakuwa sawa. Lakini sijaona mwanamuziki huyu chombwela bana bose baobiyo wameimba siku 3-4 saa viewers wakina Diki. Unaona, kwa hiyo hawajawekeza nguvu sana mwaka kutuzidi sisi makomedian. Okay. Sawa. Tukirudi nyuma kidogo, Tommy kutoka Global Vibe TV alipata time ya kuongea na Kifaru Mabulo na kumuuliza kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kuhappen kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia yamekuwa ni viulizo kwa walio wengi. Baadhi ya watu wakihukumu kwamba Kifaru Mabulo ndiye aliyekutoa wewe na kukutambulisha kwenye sanaa, lakini pia walipata wasaa mzuri wa kupiga story na wewe ukawachana kwamba wewe ndiye uliyemtoa Kifaru Mabulo. Baada ya Tommy kumrudia Kifaru Mabulo, Kifaru alimwambia kwamba ikiwa Gatuso ameshindwa kunishukuru na kutambua mchango wangu kwenye sanaa yake, basi mwana sio muungwana. Wewe hili unaliconfirm vipi na ukweli umesimama upande gani? Hilo neno aliyolisema yeye ndio litamgeukia yeye. Kwa sababu hata na yeye pia akishindwa kunishukuru mimi kwenye hii sanaa yetu, basi naye atakuwa sio mwana muungwana. Kwa sababu wengi walimjua Kifaru. Ile jina ya Kifaru tuitoe. Tuweke Mama Zuu. Wengi walikuja kumtambua Mama Zuu baada ya mimi kumshika mikononi mwangu.
baada mimi kumpatia wazifa wa kufanya hizi kazi ambazo nazifanya mimi. Kwa sababu nakumbuka wengi wakisema jina Kifaru wanazungumzia Wanyaturu Kwaya. Unaona? Na baada ya Wanyaturu Kwaya kufa, basi kuna uweweseko ambao ulikuwa umeshamsumbua kiundani wa kisaikolojia kuhusiana na kazi. Maana wenyewe walikuwa waimbaji wa kugeuza nyimbo za watu kuwa kwaya. Unaona? Baada wenzake kutoka, Eselo alitoka kaenda Marekani, Dechika akatoka kaenda Marekani. Huyu naye mvuta bangi ameshajihusisha na bangi, huyu kama Joe Mari huyu. Naye akakataziwa kwao nziki, kwanza alikuwa anafungwa Bangwe. Unaona? Kifaru akabakiaga peke yake. Mulijuaga siri ya mpaka Kifaru aanze kuja kuigiza? Ni mimi. Mimi ndo nilimweka Kifaru njoo uigize, anza fanya hivi. Unaona? Kwa hiyo akisema eti yeye ndo amenitoa kwenye kazi ya sanaa, ni muongo na watu watamuona kuwa muongo. Ila ambacho naweza nikamwambia afanye kila ambacho kinamhusu yeye kufanya. Vya kwangu mimi niachie, maana haviwezi. Ndi sawa. Na tukiachana na upande huo, turudi kwenye hii kasumba ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja amekuwa akimhukumu nyota wa muziki ambaye ni Nyago kwa kauli ambayo alitumia na kudai kwamba hapo before hakuwahi kuhoa, bali kumuhoa Dogo Zuu ndo amehoa. Na hii kauli ilikuja kutafsiri kitu kimoja kwamba Dogo Zuu anaweza kawa ndo mke wa kwanza kwa Nyago. Na kizuri zaidi niliwahi kupiga naye story kwenye Crestline Media, akatuambia kwamba Nyago ndo ameoa before alikuwa hajawahi kuoa. Ni kauli ambayo by the way imeleta kasumba na kugonga headlines kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja amekuwa kitafsiri kauli hiyo kwa namna yake. Baadhi wanamuunga mkono, lakini pia wengine wanamchana na kudai kwamba mwanahume aweza kutumia kauli ambayo Nyago alitumia. Wewe kama ndugu yetu hawa brother kwenye entertainment, hii kauli ya Nyago unaiongeleaje? Kauli ya Nyago ni nzuri. Masikio ya watu kuchangiza na akili kuelewa kauli ya mtu ndo vigumu sana. Kwa sababu gani niseme hivyo? Wale wengine amezaa nao. Lakini aliyemuoa ndo huyo ambaye amesema yeye ameoa. Why mtu ushinde kuelewa? Na ndio maana wengi walio humu so wasomi. Akili zao zina uharaka wa kuelewa utopolo sana. Mimi nilivyomfuata Nyago, hakuna mwanamke wake hata mmoja ambaye alishamwekea pesa kwao. Sasa hivi ametoa pesa zake kumwekea Malikia ambaye ana mifupa kama Seklet. Unasikia, amemuoa Malikia. Ina maana ndio mke wake wa kwanza yeye kuoa. Basi ni kitu gani ambacho watu hakielewi? Bwana ile itobe heshima sasa. Maana ukiangalia vizuri bwana, huu unauzungumza ni kweli. Maana kuna kuoa na kuzaa. Na kuzaa. Maana kuzaa ndio kuolewa. Obo mondo tendebya ngene shido bongo mu complique. Nilikuwa nataka kusema hivi. Maana ukishaoa, kuoa ukamilifu kabisa, kusema kuoa unazungumzia hela. Lakini kuishi na mwanamke, unaishi naye kama hivi tunavyoishi. Kwani mimi ni mkeo? Obo so ba wane matibi no obo lumiana. Kama ikitokea ajali na kuzalisha, mimi siwezi zala, mimi ni mwanaume. Sasa twende mfano wa Godozu. Maana wale wengine jamaa alizaa nao. Japo aliwaweka kwao lakini alizaa nao. So wakewe amezaa nao tu. Amezaa nao tu. Aliyemuoa ole nkende. Dogo ole wake sasa tusisikie kule akujaenda hela. Kumeshaenda. Wewe umejueje? Wewe chiba sutwa tatomolala tuipatu hakika. Usikujoba ule molondansa. Hakika. Unashobo wewe. Hata nishoboke uhakika. Twende na habari baba. Tuendelee mtangazaji. Sawa. Hiyo kauli ya Nyago wewe umeikubali na kusimama upande wake kwamba yupo sahihi kwa alicho. Tena sana tu, tena sana. Mfano, twende kwanza mfano. Unaona, tuanze jaribu kuwa waelewa. Tuweke akili zetu kwa kuelewa kitu. Nina mayai 4. Kwenye hayo mayai 4, yale 3 ni maungu. Maungu yani hamtokuja kuku. Imetokea yai moja, kuku ametaga yai moja. Kumetoka kuku moja kwenye mayai 4. Wale wengine mayai ambao wamebaki kwa maungu, ni kuku au ni mayai? Ni mayai ama ni kuku? Yanabaki kuwa mayai kawaida ambayo hayajatotolewa. Kwa nini tusimuelewe Nyago? Amenitolea mmoja pesa. Ina maana njoo mke ambaye amemuoa, wale wengine wamezaa tu.
Maana ameamua kutumia tafsiri hii. Kwanza ametumia tafsiri ile kwa uzuri zaidi. Mimi wale watu wasimuelewe. Wasimuelewe. Kwanza angewambia wale nilikuwa napanga nao. Lakini sasa ndio nimeoa. Ashi hapa ngade hebo. Ni kweli. Kama leo ashanja kakulere. Maana ashanja kanatire te. Maana ile ni hali yake haiwezi kubadilika. Hata ishi vile hata Dogozu naye pia kesho atakuja muache. Maana haja hivi natenda. Yo musongola bana au mokona bana. Basi fuata anavyosema bwana Emake hapa. Unasikia ndugu zangu, kwa hiyo tumuelewe Banyagomani, kauli yake ni nzuri. Ila tuipitishe tu kwenye masomo ya akili yetu basi. Tule hano bwa umbeya. Na mwanamke wote mwenye atajisikia kwenda kwa Wanyago, basi afunge tu aenda mwachie Malkia. Aone hata nyumba Malkia. Ni njengo. Umepambwa muda wa siku tu ndogo. Na wimbo wao pia ni nzuri. Kwa wale kama atakerekwa ni wimbo wa Sirenge. Tesingeri lulwa luondo. Kwa hiyo njoo vile. Tuishi kwenye kauli ambayo alikuja kuiongea Recho pia ni baada ya Nyago kuongea kwamba alikuwa hajawahi kuoa ndo ameoa sasa. Recho aliingia kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuchapisha video clip ambayo alikuwa ameongea kwamba wanaume aina ya Nyago ndio chanzo cha ongezeko cha masingomaza kuwa wengi mtahani. Wewe kauli ya Recho pia unaipa asilimia ngapi? Ni big yes, big no? Ya Recho asijione kuwa yeye ni singomaza kuwa kauli ya Nyago ndio imeweka masingomaza kuwa wengi. Hapana. Masingomaza kuwa wengi ni tatizo la kwamba wanawake ni wengi kuzidi wanaume. Na ndio maana tunaruhusika sisi kuoa wanaume 700. Wanaume 700? Wanaume wanawake. Kwa dini gani? Nimetereza tu kwa haraka lakini sema tu wanawake 700. Kwa sababu gani? Unakuja kuta sasa hivi pomo ba mishangazi na bachuba njombaji tole monga bibi. Mimi naweza kuwa nshangazi. Ya kawa inawe mimi naweza nikawa njombazi, wewe ukawa nshangazi. Mshangazi ni mwanamke na wajombazi ndio sisi. Kwa mfano sisi wajombazi na hapo kuna nshangazi. Nyooshe maelezo. Mfano sisi wajombazi. Wata lugo bishangazi luge. Abo ngotenda inu cyangana rube. Tomini simwilete mfano. Sema kambo. Oyo epemo. Unaona? Unachukua mfano utakuta mishangazi ziko mingi. Huku kumezaliwa bufie karibuni 40 bumwede 6. Haya Mungu amebujalia huko nyuma buna mkaa mkubwa bunafungasha. Uniambie sasa hao singomaza atapata nafasi wapi? Recho. Kwa shepu gani? Kwa shepu gani? Ine bosingomaza o Marekani le ebise ele mututo ete bwa saa 6 ekonjwe nose. Yitibini bikonda Dogozwa hii yote ni wivu. Ni juu kuona Dogozwa aliishi sana mkazi bila kuwa nshangazi. Amekamilika kabisa kuwa nse ambaye alijitokeza na kuolewa mzuri. Feti kwa wapi? Akonjwa na nlefi. Asubuhi mchana usiku bwana yake nlefi. Haende huku ulefi. Akue porini. Akue wapi ulefi. Sasa ile ni nini? Kwa hiyo tuachane na vile. Dogozwa anajielewa sio kama wakina Huba. Wakina Huba ndio wanaranda wanakuwa wake wa watoka Marekani. Matoto bebe wa kweli shu kama ile tu mbona ulimwibu ela kile cha. Ndio chaba padiri. Wele mweta na ashicho no meswe. Aba padiri. Maana mimi baba ukiangalia vizuri mama unaona Rechopia huwa naye anakierere sana kuingilia mambo ya watu sana ule demo. Na ile vitu si vitu nzuri sana. Mtu akiposti hiki Rechopia ndio mtu wa kwanza kwa kerere. Kwa nini ule demo iko hivyo na pepo gani sisi tutampima huko Marekani sisi? Hapa ni kambini. Sisi tupo Marekani. Hapa ni kambini. Basi tutatuma vipimo kati ya. Tunaongea na sisi unaangalia na jua. Kwa sababu hivi imepanda na akili ziko azidi kuchemka. Aswa wewe unoka ama toko tabii. Hapa tuko Marekani tupo kambini. Ndio kuongea kwa haraka. Wewe useme tutakuwa tunaolewa wanaume 700. Wanawake baba jua silimewaka. Ndipo tuna makofia lakini anatoboa. Anatoboa. Labda nisiweke sana juani. Nirudi kwako my brother
una lipi la kuambia watazamaji wa Crestline Media kuhusiana na project yako ambayo umekuja kuitengeneza leo, lakini pia ukiwa na neno lolote la kuambia mashabiki wa Gatuso Anyanga pamoja na mashabiki wa Echiba Samaki, unaweza katiririka kwa dakika chache? Ya, nitake tu kuambia watamazaji shungwa mbona wakare na wibe yerere itenda uongo. Maana mimi siwezi kushindwa kusema watangazamaji. Watazana hao tutamazama watazamaji wa Crestline. Unasoma bien gani wazeni Crestline. Crestline Media. Tutake kuja kuambia kuwa licha ya tatizo ambazo tumezipitia nyingi hapo nyuma, Mungu ametubariki tena, tumerudia na tumesimama. Twalibwa tumepotezaka vyombo na project zetu zote zikaenda, lakini Mungu aachi wake ametupa tena nguvu na tumerudi na movie yetu hii. Tunaomba mashabiki zetu muipokee na msituone kero, kwa sababu sisi hatutaki nyinyi mkerekwe kwa sababu yetu. Maana sisi bila mweye sio chochote kabisa. Kama tunafika hapa kwa tunakutamba ni kwa sababu mweye mko mnatusapoti sisi. Na support yenu kwetu sisi ni kutazama tu kazi zetu tu, ndio maombi ambayo tunawazidi kuombea kwa Bwana mpako. Sasa Bwana, sisi tumekuelewa Bwana Mojiwa. Sisi tumesha kuelewa. Basi una neno moja ya kusema kwenye TV yangu, kwenye TV. Mbona wa ayama ngalunu suku kwa ita mangu chuba la tala mangankoti na njoo maana leo akili ziko betri mbovu juu ya kichwa kunupara. Ndio shida hiyo kidogo, sola haikuwa na charge vizuri. Sasa baba, mimi si tuseme tu kwanza, wewe kwa nini Mungu hawachii wake? Kwani sisi ni wake? Sisi ni wa kiume walijari sisi. Kwa nini unatuita wake wewe? Nimesema watu wake. Nikasikia wake. Asante sana kwa time yenu. Ndio. Na sisi asante sana kwa time yako. Naitwa Mwanamboka_255 na hii ni Crestline Media. Ikiwa ni time yako kwanza tembelea YouTube channel yetu, make sure mbonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari. Behind camera nipo na Bad Boy Side. Tunaishi kama watu. Crestline TV.